Ladies and gentlemen, William Samoei Ruto amepata embarrassment kule Laikipia. Hapo ndio alianzia nayo asubuhi ya leo. Alipata embarrassment akiwa na Rigathi Gachagua. Watu wa huko waliuliza wakati ulikuja hapa kuomba kura, ulikuwa na mtu wetu ambaye alikuwa anaitwa Rigathi Gachagua. Ako wapi? Jana William Ruto akiwa kwa interview aliambia watu hadharani kwamba Rigathi Gachagua alikuwa anaomba 10 billion, of which sisi hatujui kama ilikuwa uongo ama ni siasa, lakini kuna high probability that hiyo ni siasa. So residents wa hiyo area waliuliza William Samoei Ruto, wakati uliona kama mtu wetu anakuomba pesa, kwa nini huko tuambie wakati huo tuambie inafaa ikuwe hivi na hivi? Kwa nini unatuambia ikisau mana? Aliuliza swali kama hiyo, alishindwa kujibu. Number 2, William Ruto, mkiona ile crowd yenye ilikuwa pale Laikipia, ni wale wamelipwa, ni wale wa uniform. Ukiona mtu yoyote wa uniform, kwa sababu hii ni msimu wa kazi. Kwa nini watu walikuwa wamevaa uniform ya UDA kule? Meaning they have been paid to achieve specific goals. So rais akiongea, kazi yao ni kupiga makofi. Just unaona tu watu moja moja. Kwa hiyo crowd, ukichungulia vizuri hizo crowd za Laikipia, mkono ikigongwa hapa, kuna ingine tena kule, ingine huko, ziko scattered. Si kama kitambo. Nimejaribu sana na nika compare William Ruto akiwa Laikipia before 2022 I mean, and right now. The ground ni tofauti. So ametest na akaona vile ground iko. Amerealize kwamba Geoffrey Rigathi Gachagua hakuna kura ata mobilize Laikipia. Aliona tena kwamba akiwa na Kithure Kindiki hakuna kura, na hata chukue Rigathi Gachagua himself right now, kila kitu imesharibika. Watu wa Mount Kenya imetoka kwa UDA once and for all. Another thing, Ruto akiwa Laikipia, governor hakukuwa. Why? MCS hawakukuwa, MPs hawakukuwa. Who are going to do those audits ya hizo projects za William Ruto? Nani atawafanya hizo project? Kwa sababu what is doing, ukifuatilia hiyo interview yake, ni kugonganisha jamii. Anasema kwamba MPs from Mount Kenya, eti Rigathi Gachagua alikuwa anawaambia eti lazima mpige magoti, la sivyo mutatolewa. Mimi nataka niwaulize tu swali, au viewers wangu swali. Member of Parliament akichaguliwa, ni jukumu wa Deputy President amtoe kwa hiyo kiti, ama hiyo kiti aliwekwa na wananchi? I don't think if those things are true, because if a member of Parliament was elected, a sitting Deputy President hana mandate yoyote kufire him. So the moment William Ruto anasema na mdomo kwamba William Ruto alikuwa ametukana na members of Parliament from Mount Kenya kwamba before December last year eti watakuwa nyumbani. Ladies and gentlemen, hizo ni uongo mtupu, na msidanganywe na hizo uongo. Hakuna venye hata president anaweza fire a sitting member of Parliament. It is impossible. The only thing president can do is to fire a member of Parliament from his party, of which anaweza rudi kwa wananchi, achaguliwa tena na tiketi ingine, ama mtu mwingine achaguliwe, si kuvutwa. So jana William Samoei Ruto alikuwa anasema kwamba Rigathi Gachagua alikuwa anataka kuimpeach MPs from Mount Kenya. Angetoa hiyo mandate wapi? Mimi nauliza swali kama hiyo. Hiyo mandate ya kuimpeach MPs Rigathi Gachagua angetoa wapi? Ruto anawadanganya. Na watu
bado wengine moja moja bado wanacheka. Msipochunga na hii inchi itaenda mahali pabaya. Wenye walichagua William Ruto, sisemi nyinyi ni wabaya, but mlichagua serikali mbaya. Sijawahi ona a sitting president ana engineer deputy wake haikuwa aimpeachiwe. Kuimpeachiwa meaning alikuwa anataka kudelete yeye once and for all. Kuna fununu pia inakuwa nasema eti Rigathi Gachagua apewe pesa ili ajiuzulu. Why? Na kwa nini anasema kwamba eti Rigathi alikuwa ameomba yeye 10 billion? Hizo kama hamujui, we all know politics. Hizo ni propaganda za politics. Hakuna ukweli hapo hata kidogo. Yule mtu anaweza jua ukweli ni Mwenyezi Mungu. Lakini eti ukisikia hii side eti nasema hivi, hizo ni siasa. Hakuna pesa Rigathi Gachagua aliomba William Ruto. Na hakuna venye Rigathi Gachagua anaweza omba William Ruto 10 billion yet he is in that government earning money every month. The answer is no. Ladies and gentlemen, with those few remarks, that one was just my opinion over remarks of William Ruto, Ruto's interview yesterday, and the tour in Mount Kenya, specifically Laikipia County. Thank you very much for watching me.